Ni vyakula gani ambavyo huwa vinasababisha unene na vitambi? Kwa tafasiri nyingine kwamba ni vyakula gani ambavyo vinapelekea wewe kuongezeka uzito kwa haraka sana? Ninajua baadhi wamekuwa wakisema kwamba ukila vyakula vya wanga utaweza kupata kitambi na unene kupindukia. Baadhi pia wamekuwa wakisema habari za vyakula vya mafuta, na wakati wengine wanasema kwamba vyakula vya protini, wengine wanasema vyakula vya protini vinasaidia kwenye kupungua uzito. Kwa hiyo kunakuwa na mambo mengi sana ambayo yanazungumzwa. Sasa katika video hii najaribu kuangazia vyakula ambavyo hasa ni kwamba vinahusiana na watu kuwa na vitambi na unene kupindukia. Katika video hii utajifunza kwa kina vyakula hivyo, lakini pia nitakuacha na ushauri wa kuondoka nao, hasa wewe ambaye unatamani kuweza kupunguza uzito. Hivyo isikize kwa makini video hii mwanzo mpaka mwisho, ili kusudi uweze kujipatia na huo ujumbe ambao nitakuachia, ili kusudi uweze kuondoka nao. Ni Emmanuel Mpalie, Nutrition Specialist. Bila kupoteza muda, tuingie kwenye mada yetu ambayo tunaenda kuangazia vyakula ambavyo vinasababisha unene na kitambi. Tuanze kuangazia tu kwanza vitu vitatu ambavyo vimekuwa ndio mjadala mkubwa sana katika mada nzima ya lishe, hasa napokuja kuhusianisha masuala ya unene. Moja ikiwa ni habari za kirutubisho aina ya wanga, lakini cha pili ikiwa ni kirutubisho aina ya mafuta, na cha tatu tutaenda kuangazia kirutubisho aina ya protein. Maana baadhi wanasema wanga inanenepesha, wengine wanasema mafuta yananenepesha, na wengine wanakuja wanasema kwamba katika vyote hivi protini yenyewe huwa inasaidia kupunguza uzito. Ni kweli au si kweli? Tutaona. Moja, tuanze kuangalia habari za kirutubisho aina ya wanga. Ni vyakula gani ambavyo vina wanga? Kwa wewe ambao una taarifa kwamba wanga inanenepesha, sasa tuangazie vyakula ambavyo vina wanga. Katika vyakula ambavyo vina wanga ndani yake, namba moja kabisa ni habari za vyakula asili ya mizizi na ndizi. Mizizi hapa tunazungumzia vyakula hivi ni viazi mviringo, viazi vitamu, mihogo na magimbi. Hivi ni vyakula asili ya mizizi ambavyo vimesheheni wanga, lakini pia na ndizi ambayo nazungumzia hapa ni ndizi za kupika. Hiki ni namba moja, lakini namba mbili ni habari za nafaka. Nafaka ambayo nazungumzia hapa ni sambamba na mahindi, mtama, ulezi, ngano, mchele. Mchele inaweza kuwa ni mweupe, inaweza kuwa ni mchele wa brown, inaweza kuwa ni mchele mweusi ambao tunaita kwamba ni black rice. Namba tatu ni habari za jamii ya mikunde na mbegu. Jamii ya mikunde hapa tunamaanisha nini? Tunamaanisha maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, dengu na njugumawe. Wakati vyakula asili ya mbegu tunazungumzia vyakula vyote ambavyo kiasili vinakuwa na mafuta mengi, hasa kama mbegu za alizeti, mbegu za maboga, ufuta, kuna karanga, kuna korosho, kuna almond, kuna walnuts na vyakula vingine ambavyo hivyo ambavyo ndani yake hizo vyakula vya asili ya mbegu ambavyo vinakuwa na mafuta ndani yake. Kuna namba nne ni habari za matunda. Matunda yote yana wanga, ikiwa ni sambamba na parachichi. Wanasema kwamba parachichi halina wanga. Hapana. Parachichi la kawaida ina gramu 12 ya wanga. Kwa hiyo na yenyewe kwamba kama chakula asili ya mmea ni kwamba kina wanga ndani yake, japo mafuta ni mengi, ni kweli kabisa. Mwisho kabisa ambacho kitakushangaza ni habari za mboga. Hizo mboga za majani inaweza ikawa ni mchicha, inaweza ikawa ni tembele, inaweza ikawa ni cabbage. Kwenye kundi hili la mboga ni sambamba na vitu kama karoti, hoho, vyote hivyo vina wanga. Tofauti katika vyakula hivi ni kiwango cha wanga tu kwenye vyakula hivi na aina ya wanga iliyopo, lakini katika uhalisia kama vyakula vyote asili ya mmea vina wanga ndani yake. Kuna chakula kingine ambacho sio asili ya mmea ambacho kina sukari angalau hata kidogo, ambapo hapa ni habari za maziwa. Maziwa hasa kutokana na wanyama yana sukari aina ya lactose ambayo ni aina fulani pia ya wanga. Ndio maana yenyewe pia nimeamua kuiongezea kama chakula namba 6 ambacho kina wanga ndani yake. Hivi ni vyakula ambavyo vina wanga ndani yake kiasili. Tuangazie sasa vyakula ambavyo havina wanga, navyo pia uweze kuvifahamu. Vyakula ambavyo havina wanga niseme kwamba ni vyote ambavyo ni asili ya wanyama, ukiachana na maziwa yao ya wanyama, ukiachana na maziwa ya wanyama. Kwa mfano kuna nyama nyekundu, namba moja kabisa. Nyama nyekundu hazina wanga, ni zero carbohydrate. Yaani iwe ya ng'ombe, iwe ya mbuzi, iwe kitimoto, nyama yoyote nyekundu ambayo ni nyama zote ambazo zinatokana na viumbe hai ambavyo vina miguu minne, vyote hivyo ni kwamba hizo nyama zote ni hazina wanga. Namba 2 ni habari za nyama nyeupe ambazo inaweza ni samaki, inaweza ni dagaa, inaweza ni
kuku, inaweza ikawa ni bata. Vyote hivyo, nyama nyeupe zote ni hazina wanga, ni zero carbohydrate. Mwisho, habari za mayai. Mayai hayana wanga, ni zero carbohydrate kabisa. Kwa hiyo hivi ndio vyakula vikuu vitatu ambavyo kabisa venyewe havina sukari ama havina wanga, ni zero. Kwa hiyo kama ulikuwa unajaribu kutafuta vyakula ambavyo havina wanga, ndugu yangu, unavyo tu hivi kwenye makundi hayo matatu: nyama nyekundu, nyama nyeupe na habari za mayai, ndio ambavyo havina wanga kwa 100%. Sasa hii ilikuwa ni kwa upande wa kirutubisho aina ya wanga. Tuangazie kirutubisho namba 2 ambacho ni mafuta. Ni vyakula gani ambavyo vina mafuta? Ukijaribu kuangalia vyakula vyote ambavyo vina mafuta, vyakula ambavyo kabisa vina mafuta ni vyakula vyote. Hivi vyakula vyote ambavyo nimekutajia hapa kwenye listi ambavyo vina wanga ndani yake na ambavyo havina wanga, vyote vina mafuta. Ukija si jamii ya mizizi, si kama viazi vitamu, mihogo, magimbi, vina mafuta. Ukija kwa habari za nafaka, si jamii ya mikunde, matunda, mboga hizi zenyewe, ukaja nyama hizi zenyewe, nyama nyeupe na nyama nyekundu, na mayai, vyote vina mafuta. Kinachotofautiana ni kiwango tu cha mafuta. Na ndio maana kwa mfano ukichukua karoti unaweza ukatengeneza mafuta na ukapata mafuta, kwa maana kwamba kiasili ni kwamba mafuta yapo. Hata mchicha una mafuta, ila kiwango chake ni kidogo sana, lakini ukisema kwamba ufanye isolation utakuta kwa na mafuta. Kwa hiyo hakuna chakula ambacho nimekitaja hapa ambacho hakina mafuta, vyote vina mafuta. Ni vyakula gani ambavyo havina mafuta? Hamna. Vinginevyo viwe vimetokea maabara ama kiwandani, ambapo tayari tumeshafanya isolation, tumeshatoa mafuta, lakini vyakula vyote vina mafuta kiasilia ambavyo havijafanywa mchakato wowote, havijapelekwa kiwandani, havijapelekwa kwenye maabara. Yaani ni kwamba vyote kiasili vyakula vyote nilivyotaja hapa vina mafuta. Ukiachana na mafuta, kwa upande wa protein, ni chakula gani ambacho hakina protein, ama ni vyakula gani ambavyo vina protein? Vyakula vyote ambavyo nimeorodhesha hapa vyote vina protein, mpaka mboga za majani. Yaani ukija mchicha una protein, ukija cabbage ina protein, ukija tembele ina protein, ukija carrot ina protein, hoho ina protein, ukija matunda yote yana protein. Jamii ya mikunde zimejaa sheni protein, jamii ya mizizi vina protein. Nyama nyeupe na nyekundu, mayai na maziwa, ndio siseme kabisa, ndio huko ndio kwenye chimbuko lenyewe kabisa. Sasa mtu anaweza kujifikiria, sasa inakuwaje mpaka mboga za majani zina protein? Naomba nikufahamishe kitu kimoja hiki ambacho nataka ukielewe wewe. Wanyama wote ukianzia binadamu, kaja mbuzi, ng'ombe na wanyama wengine wote, hakuna mnyama ambaye ana uwezo kutengeneza mwenyewe ndani ya mwili wake protein. Tunahitaji kula chakula ili kusudi tupate zile amino acid ambazo ndo matofali ama ndo vipande ambavyo vinatumika kutengeneza protein. Sasa ng'ombe anapata wapi protein? Ng'ombe anakula majani. Akishakula majani, yale majani yanakuwa na protein ambaye ataivunja kwenye mmeng'enyo wake kutuleta vipande ambavyo ni amino acid. Zile amino acid ndio ambazo huwa zinafyonzwa kuelekea kwenye damu yake ama kwenye mwili wake, ambapo sasa kupitia viungo mbalimbali ni kwamba sasa ni kwamba huwa tuna uwezo wa kutengeneza protein kwenye mwili husika. Kama ni ng'ombe atatengeneza protein ambayo inaendana na mwili wake, na kama ni binadamu utatengeneza protein ambayo inaendana na mwili wako. Lakini fahamu tu kwamba vyakula vyote hata 100% vyote vina protein, tofauti tu ni kiwango cha protein. Kwa maana kwamba mboga za majani zina kiwango kidogo cha protein ukilinganisha na matunda au ukilinganisha na nafaka, na nafaka zina protein ndogo ukilinganisha na jamii ya mikunde, na jamii ya mikunde zina protein ndogo ukilinganisha vyakula kama nyama, maziwa na mayai. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho ufanyaje ukifahamu. Hapo tumeshaelewa sasa vizuri vyakula ambavyo vina protein, vyakula ambavyo havina protein, vyakula vyenye mafuta na vyakula ambavyo havina mafuta, na vyakula vyenye wanga na ambavyo havina wanga. Anayekwambia kwamba ule vyakula vya protein ni kwamba hakuna chakula ambacho kina protein peke yake, hakipo, does not exist. Sasa kwenye swala la unene vinahusiana vipi na masuala ya kitambi? Kuna kitu ambacho nataka ukifahamu. Tumekuwa tukizungumza kwamba vyakula vya wanga vinasababisha watu kuweza kunenepa sana, kwa maana kwamba vinaupa mwili nishati nyingi sana. Kwa hiyo kuna pointi ya kwanza ambayo anazungumzia ni nishati. Kila ugali ama wali unaupa nishati, nakupa nishati nyingi ambazo utashindwa ama utakosa sehemu ya kuzipeleka, hasa kwa sisi ambao tuko mjini. Kwa mwisho wa siku zile nishati zitabadilishwa kuwa mafuta ambayo yatakufanya wewe kuweza kunenepa. Ni kweli kwamba wanga ndio ambayo inatoa nishati nyingi sana kuliko virutubisho vingine. Hebu tuangalie hapa virutubisho vyote vitatu, wanga, protein na mafuta, katika mfumo wa nishati. Ufahamu tu kwamba nishati kwenye chakula huwa hatuiti nishati, tunaita kwamba ni calorie. Kwa maana kwamba tunda halina nishati ndani yake, bali ina calorie.
yani ile nishati iliyomo ndani yake kisayansi ama kibiolojia tunaita kwamba ni calorie. Ukija kuangalia kwa upande wa wanga hapa katika mfumo wa nishati ambao watu wanasema kwamba nishati ni nyingi na kunenepesha wewe. Ukichukua wanga, haijalishi kwamba imetokea wapi hiyo wanga, aidha ni kwenye matunda ama kwenye nafaka ama kwenye ugali ama kwenye mahabari za mizizi, popote mradi tu iwe wanga. Gramu moja ya wanga ikiweza kuunguzwa ndani ya mwili wako huwa inazalisha nishati ambayo ni 4 kilocalories. Kilocalories 4 tu ambazo unazalishwa unapokuwa umeunguza gramu moja ya wanga. Tukija kwa upande wa protein, haijalishi protein imetokea wapi, aidha ni kwenye nyama ama ni kwenye maharage ama ni kwenye mboga za majani, haijalishi chanzo, lakini protein moja, gramu moja ya protein inapunguzwa ndani ya mwili wako huwa inazalisha nishati ambayo ni sawasawa na 4 kilokalori, tena ni 4 kilocalories. Ukija kwa upande wa mafuta ambayo tunafahamu kabisa tunasema kwamba baadhi wanasema kwamba huwa hayanenepeshi, lakini katika mfumo wa nishati mafuta haijalishi chanzo kwamba imetokea kwenye parachichi, imetokea kwenye nyama ama imetokea kwenye maharage ama imetokea wapi, haijalishi chanzo, lakini gramu moja ya mafuta ikiunguzwa ndani ya mwili wako huwa inazalisha kilocalories ambayo kwamba ni 9 kilocalories, 9 kilocalories ambazo kijaribu kuangalia sasa hapa katika mfumo wa nishati, wanga inazalisha kilocalories 4, protein kilocalories 4, wakati mafuta ni kilocalories 9. Wale wanaosema kwamba ukila ugali unakunenepesha kwa sababu unaupa nishati nyingi sana, it means hesabu utakuwa hatukujifunza vizuri kwamba 4 ni kubwa sana kuliko 9. Lakini kama 4 ni ndogo sana kuliko 9, katika pointi yao inakuja kutuprovia kwamba wanga hainenepeshi, ila baadhi mafuta ndio yatakunenepesha, kwa sababu vyakula vya mafuta vitakupatia kilocalories nyingi. Full stop. Hicho ndio ambacho ukichukua katika pointi ya nishati, kwamba tukizungumzia habari za nishati, basi wanga bado ina kiwango kidogo sana. Kwa hiyo natuambia kwamba kwa mujibu wa pointi ya nishati, wanga sio hainenepeshi watu, ile mafuta yananepesha. Protein pia hainenepeshi watu, kwani nishati yake ni ndogo, ile mafuta yana nishati nyingi sana. Okay, wengine wanakuja wanasema kwamba ukila wanga huwa inabadilishwa kuwa mafuta ambayo ama huwa inahifadhiwa mwilini kama mafuta. Sasa tuje kuangalia storage form za virutubisho vyote vitatu. Tukianza na wanga yenyewe ili kuweza kuona, je, ni kweli kwamba wanga mwilini huwa inahifadhiwa katika mfumo wa mafuta? Hebu tuangalie. Ukichukua wanga, kwa mfano umekula ugali ama umekula wali ama umekula kiazi, ukapata wanga ambayo ni starch ambayo iko pale. Ile starch inapovunjwa katika vipande vidogo vidogo huwa inatotea molecule ambazo ni glucose. Glucose inabaho inafyonzwa kuingia kwenye damu. Glucose inapokuwa ni nyingi huwa inahifadhiwa kwenye seli za ini, kwenye seli za misuli na kwenye seli mbalimbali za mwili katika mfumo ambao tunaita kwamba ni glycogen. Hapa hata kumtafuta mwanafunzi wa form 2 ambaye anasoma kidato cha pili ambaye anasoma biology atakwambia kwenye kipengele cha nutrition kwamba storage form ya wanga au carbohydrate ni glycogen na sio fat, sio mafuta. Hii ndio storage form. Tuje kwa upande wa mafuta. Kwa upande wa mafuta ni kwamba mafuta unapokuwa umekula yale zile dietary fat, zile triglyceride huwa inavunjwa katika mfumo wa vitu kama fatty acid, ambazo zile fatty acid huwa zinafyonzwa inapoingia ndani ya mwili wako kwenye ini. Zile fatty acid baadaye huwa zinaunganishwa kutetea triglycerides ambayo ndio storage form. Hii triglycerides ndio mafuta ambayo huwa yanahifadhiwa mwilini kwako. Kwa tafasiri nyingine, storage form, namna ambavyo mafuta yanahifadhiwa mwilini kwako, mafuta yanahifadhiwa kama mafuta. Full stop. Hatuna mfumo mwingine ambao unaweza kuhifadhi mafuta mwilini. Huwezi kuhifadhi mafuta mwilini kama wanga, wala huwezi kuhifadhi mafuta mwilini kama protein. Hakuna hiyo namna. Ile mafuta mwilini yanahifadhiwa kama mafuta. Full stop. Kwa upande wa protein huwa haihifadhiwi mwilini, kwa maana kwamba zile amino acid huwa hakuna storage form ya protein, au zile amino acid ambazo ni vipande ambavyo vinatengeneza protein, ni kwamba hakuna mahali ambavyo huwa tunavihifadhi. Kwa hiyo virutubisho viwili ambavyo huwa tunavihifadhi mwilini. Tunakuja kwenye pointi ya wao kusema kwamba wanga inabadilishwa kuwa mafuta na kuhifadhiwa mwilini katika mfumo hao ambao ni mafuta. Je, ni kweli ama sio kweli? Nakubaliana, kwa maana ya kwamba wanga sometimes inaweza kutumika kutengeneza mafuta mwilini katika mchakato ambao kwamba ni de novo lipogenesis. De novo lipogenesis ni kitendo cha kutengeneza mafuta mapya ndani ya mwili wako kwa kutumia virutubisho vingine kama wanga. Sasa
iko hivi, fahamu kwamba de novo lipogenesis ambao ndio mchakato ambao unatusaidia kutengeneza haya mafuta mapya. Wengi wamekuwa kikremu hicho kitu kwa kuangalia wanyama wengine kama nguruwe, mbuzi, ng'ombe, twiga, tembo na swara na wanyama wengine ambao wanakula hasasa majani. Ukiangalia kwa mfano kama twiga, ni kwamba hali kitu kama nyama, hali vitu kama parachichi ambavyo vimesheheni mafuta, lakini utakuta kwamba amenenepa, amenawiri. Tembo utamkuta kwamba amenenepa sana. Ni kwa nini ananenepa? Yeye mafuta anatolea wapi? Ni kwamba tembo anapokula majani au wanyama ambao wanakula majani kama ng'ombe anapokula majani, ile wanga iliyopo kwenye yale majani ndio huwa inasikuja kukonvertiwa kwenda kwenye mafuta, ndio ambao unaona kwamba wale wafanyaje, wananenepa, kwa sababu majani kama majani yana mafuta kiasi kidogo sana. Kwa kuweza kukizi mahitaji, manake ile wale wanyama wanalazimika kuweza kufanya huu mchakato. Kwa kwao mchakato wa de novo lipogenesis unafanyika kwa ufasaha na unahitajika kwa ajili ya kuweza kupata mafuta hayo mapya. Ni tofauti na kwa upande wa binadamu. Kwa upande wa binadamu wanga inaweza ikatumika kutengeneza triglyceride, lakini si mchakato wa kila siku. Kwa nini si mchakato wa kila siku? Ni kwa sababu mchakato huu ni unagharimu sana. Ili uweze kubadilisha molecule za glucose kwenda kutengeneza triglycerides ambayo ni mafuta ambayo yanahifadhiwa kwenye mwili wako, unahitaji 25% ya nishati nzima ya mwili wako. Wakati kubadilisha mafuta uliyokula wewe yale kwenda kwenye mfumo ambao unaweza kuhifadhiwa ambao ni triglycerides, unahitaji 2 mpaka 3 ya nishati ya mwili wako mzima, ambao unaweza kuona kwamba ni nishati ambayo ni ndogo sana ukilinganisha na mchakato wa kuweza kubadilisha wanga kwenye mafuta. Kwa hiyo mwili unajitahidi kuweza kukwepa hii gharama ya kuweza kutumia hii 25% ya nishati. Sasa ninataka kusema nini hapa? Je, kwamba sasa ile wanga, ile glucose inayokuwa imezidi baada ya kuwa imehifadhiwa mwilini kama glycogen, sasa imekuwa nyingi zaidi, ile storage ambayo tunahifadhi glycogen kwenye seli zile au kwenye tissue ni kwamba zimejaa. Sasa tunafanyaje? Zile wanga au glucose huwa zinaenda wapi? Fahamu kwamba ile glucose huwa inakuja kuunguzwa na kutolewa nje kama nishati ama kama joto katika mchakato ambao kwamba ni facultative thermogenesis. Kwa there's no way ambapo mara nyingi utakuta kwamba ile excess glucose iliyozidi kwamba huwa inahifadhiwa mwilini kama mafuta. Hicho ndio ambacho tunataka ukifahamu. Sasa swali namba 2 ni nyakati gani ambapo glucose inaweza kubadilisha mwilini ikawa mafuta? Kuna baadhi ya mazingira huwa unatokea ndani ya mwili wako ambayo si ya kila siku, ambayo huwa yanabadilishwa na kuwa mafuta na kuhifadhiwa, lakini si kila siku. Lakini kitu kingine mtaka kufahamu kwamba ina depend na source ya glucose ilikotokea. Aliyekunywa soda ni tofauti na aliyekula kiazi kitamu, kwa maana kwamba soda ile glucose yako huwa ama ile sukari huwa inafyonza kwa haraka sana. Kwa mwisho wa siku huwa mwili unalazima kuweza kubadilisha ile sukari kwenda kwenye mafuta kwa sababu imeingia nyingi kwa mkupuo. Ni tofauti aliyekula kiazi kitamu au mihogo ama aliyekula maharage, aliyekula mboga za majani kwa matunda, kwani mmeng'enyo wako iko slow, kwa ile starch huwa inameng'enywa taratibu au inavunjwa taratibu. Hivyo glucose inapoingia ama inavyofyonzwa kuelekea kwenye damu yako huwa inaenda taratibu sana kiasi kwamba nyingi huwa mwili unaweza kuihandle. Ndio maana kwamba kulingana na sosi ya wanga ulikoitoa wewe huwa inaamua wewe ikunenepesha ama siwezi kunenepesha. Ukila hizi free sugar, hizi wanga kutoka viwandani ambazo zimeshakobolewa zitakunenepesha kweli, lakini ukila hizi vyakula vya wanga vya kiasilia ambayo ni mizizi, nafaka, matunda na mboga za majani haziwezi kukunenepesha, bali itakusaidia kwenye kupungua uzito. Na hii inaelezea kwa nini watu wengi wa vijijini ambao wanakula vyakula hivyo, kwa nini nakuta wengi hawana vitambi, wako katika hali ya kawaida. Unapokula vyakula ambavyo vimesheheni mafuta ndio ambavyo huwa vinakusababisha wewe kuweza kunenepa, kwani mafuta yanakupa nishati nyingi ambayo ni kilocalories nyingi, na pili mafuta mwilini yanahifadhiwa kama mafuta full stop. Na pointi nyingine ya mwisho kumeweza kumalizia hapo ni kwamba huwa tunashauriwa kutumia vyakula vya protein kwa ajili ya kupungua uzito, lakini ni bahati mbaya kwamba hakuna chakula ambacho kina protein peke yake. Utaambiwa ule nyama nyeupe, hakuna nyama nyeupe ambayo ina protein peke yake. Kuku ni atakuja na protein sambamba na mafuta. Sukari ni hana kweli, lakini mafuta yamejaa. Ukija kugusa kwa upande wa samaki pia ni ana protein lakini ana mafuta. Kuna mtu atakwambia kuna mafuta mazuri sana, hiyo itakuwa ni mada nyingine. Kuna habari za nyama nyekundu. Nyama yoyote ile ambayo ni nyekundu
inakuja na protein sambamba na mafuta. Mayai ambayo naambiwa kwamba si ule maini asubuhi, si saa ngapi, ni kwamba yale yanakuja na protein lakini sambamba na mafuta. Kwa there's no way unaweza kupata protein bila kupata mafuta. Swali linalokuja hapa, mtu ambaye anaweza kauliza ni kwamba, je, wanakula vyakula hivi mbona sasa huwa wanapungua kama mafuta na nenepesha? Ni kweli huwa wanapungua, kwani watu hawa huwa wanaondoa vyakula vya wanga kabisa, hasa hawa wa ketogenic diet. Unapoondoa wanga, unaulazimisha mwili kuanza kutumia mafuta mwilini kwa sababu hauna namna nyingine. Kwa hiyo utaanza kusaga yale mafuta. Lakini kinachotokea kwamba watu hawa baada ya kuwa wamepungua uzito ni nini? Wanajua wao wenyewe kwamba baadaye huwa wanaanza kurudi kugain weight tena. Unaanza kugain weight. Kwa nini unaanza kugain weight? Naturally mwili wa binadamu umetengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye pindi inapokuwa hakuna chakula ambacho kinaingia mwilini, ama pindi ambapo kunakuwa kuna njaa au kuna uhaba wa chakula. Kwa hiyo unapofikia pale unakula, mwili huwa una store ili pindi kama hakuna chakula usiweze kufa ghafla, ili uweze kuchukua hata muda kadhaa. Ndio maana unashangaa mtu kama unaweza kukata siku 3 siku 4 bila kula chakula na bado kaendelea ku survive. Kwa nini unaweza? Kwa sababu mwili unakuwa unatumia ile storage ulionao ndani ya mwili wako. Kwa hiyo ukitumia hivi vyakula vya protein ambavyo vimesheheni mafuta, ukiwa umeondoa wanga, mwili utasaga mafuta. Baadaye utaanza kwamba unakula mafuta ambayo ni kama ni nyama ambayo utasupply protein na mafuta. Yale mafuta yanatumika kama chanzo cha nishati, na lakini mengine yanahifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kwa hiyo kuna kuwepo na utilization, hapo kuna kuwepo na storage. Ndio maana unashangaa watu wanaanza tena kugain back ule uzito ambao walikuwa wameupoteza. Lakini hicho tu kingine nataka kufahamu kwamba huu upunguaji wa kutumia vyakula vya protein unakuja na changamoto nyingi. Baadhi wanapata mawe kwenye mfuko wa nyongo, hizi gallstones, baadhi huwa wanapata changamoto za figo, wengine wanakuwa na changamoto ya hypercholesteremia. Kuna kuwa na vitu vingi ambavyo vinaparanganyuka hapa pindi unapokuwa kwenye ulaji wa protein, ambapo ndio nakuja kusema kwamba ulaji huu sio salama kwa mtu ambaye anataka kupungua uzito. Sasa kama unataka kupungua uzito ufanyeje? Kulingana na hizi point na maelezo ambayo nimeyatoa, njia rahisi ya kuweza kupungua uzito ni kula vyakula vya wanga ambavyo ni vya kiasilia ambavyo watu wazee wote wamekuwa wakila. Kula mboga za majani, matunda, jamii ya mikunde hizi na nafaka ambazo hazijakobolewa na jamii ya ndizi, ukiwa umepunguza vyakula vyenye mafuta kiasilia. Kwa vitu kama parachichi ikabidi upunguze, vitu kama nyama ikabidi upunguze, na mayai ikabidi upunguze, utaweza kupungua uzito pasipo kuhangaika na vile kufanya diet ambazo zinakuwa hazieleweki. Hiki ndio ambacho natakiwa uondoke nacho. Unapokuwa unakula vyakula hivi ambavyo vya wanga au vya mimea kiasilia, kumbuka kuendelea kufanya mazoezi yako taratibu kama kutembea ama kufanya jogging. Ukiweza kukombine vyakula hivi vya kiasilia, ukiwa umepunguza vyakula vya mafuta na protein kwa wingi sana, ni kwamba sambamba na mazoezi ni huwa unapungua tena kirahisi pasipo kutumia nguvu yoyote kubwa. Hii ndo ambayo nataka kufahamisha leo, hii elimu ambayo ni adimu sana, maana wengi hawaichimbui kwa kina. Nadhani kwa upande wa leo unaweza kuwa pia umenielewa vizuri, wewe ambao unanisikiliza, ambaye ni mnene na una kitambi unatamani kuweza kupungua. Hii ndio njia ambayo ni salama ya kula vyakula vya wanga ili kusudi uweze kupungua. Vyakula vya wanga ambavyo ni vya kiasilia, kumbuka ni vya kiasilia. Usiende kunywa soda wala usiende kutumia habari za si chapati, mikate, mandazi ambayo vimeshakobolewa hivyo, wala kutumia ugali wa sema vimeshakobolewa. Hivyo vitu ambavyo vimetokea mashineni hivyo ni kuachana navyo. Tumia vyakula ambavyo ni vya kiasilia. So far utakuwa umejifunza jambo hapa. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.